Krismasi siyo sherehe ya kula, kunywa, kusaza na kuvaa mavazi bora katika mwili, bali ni kumbukumbu ya pekee ya tendo kuu la upendo wa Mungu kwetu wanadamu. Mwanadamu alipokosea na kwenda mbali na uwepo wa Mungu kwa kuzidi kuzifuata njia zake mwenyewe, yaani kwa kutotii sauti ya Mungu na mamlaka ya Mungu imuongoze siku zote ndani yake. Lakini bado Mungu hakumwacha mwanadamu huyo aliyemuumba kwa mfano wake aendelee kuishi katika uharibifu. Maandiko yanathibitisha kuwa Mungu hawezi kumsahau mwanadamu. Isaya 49 mstari wa 15. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi Mungu sitakusahau wewe mwanadamu. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, kuta zako ziko mbele zangu daima. Tunaposherekea Krismasi tunakumbushwa upendo wa Mungu kutufuata sisi wanadamu. Licha ya kuwa tumeumbwa kwa sura na mfano wake, lakini mwanadamu alichagua kuishi maisha ya dhambi, na Mungu hakutuacha na akaamua kutusogelea ili tumwendee yeye pekee kupitia Kristo Yesu. Hii ndiyo sifa kuu ya Mungu, kuwa ni pendo, kwani miungu mingine haiwezi kufanya hivyo. Ukikosea masharti umekwisha. Hivyo Mungu alitujia wanadamu kwa upendo mkuu mno kupitia sura ya Yesu. Wafilipi 2:8. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Sasa anakuambia kwamba Mungu hajakusahau wala hajakuacha. Ndiyo maana bado anakuita kwa sauti ya upole ndani yako, hata uwapo katika njia za uharibifu. Mungu ni pendo. Katika mtoto Yesu, Mungu alikuja karibu nasi, alitembea katika udhaifu wetu ili kutupa tumaini la milele, kwani wanadamu wamepoteza tumaini la milele. Tumaini hilo lilirejeshwa kupitia ujio wa Yesu Kristo hapa duniani. Mambo haya yalitabiriwa tangu zamani. Isaya 9:6. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Mambo haya na nabii hizi zimekuja kutimia katika Luka 2:10. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Krismasi inatukumbusha kwamba giza halina uwezo juu yetu. Yohana 1:5. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Yaani, kwa kumwamini Yesu Kristo na kukiri kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunahesabiwa haki na kuvikwa nguvu na uwezo wa kushinda dhambi na mauti. Kwa kuwa yeye alishinda, nasi pia tunashinda. Nataka nikukumbushe kuwa ujio wa Yesu haukuwa kwa ajili ya watu fulani wachache. Hapana, bali ni kwa wanadamu wote, na wewe pia ukiwemo. Maandiko yanatuonyesha namna Yesu alivyokuja kutununua kwa damu yake ya thamani ili tutoke katika vifungo vya dhambi na uharibifu. Ufunuo wa Yohana 5:9b. Kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Hivyo kwa kumpokea Yesu ndani yetu tumefanyika viumbe vipya, yaani wana wa Mungu. Wagalatia 4:4. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Sio tu kwamba alizaliwa, bali tumealikwa kuzaliwa upya ndani yake, kutoka kwenye maisha ya kale, maisha ya dhambi na uharibifu, na maisha ya mauti. Wakorintho wa 2:5-17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, na ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hongera kwa kuwa umeamini na kuwa kiumbe kipya, na unaweza jibu amen na kushare kwa wengine zaidi, na kwa kufanya hivyo utakuwa umetangaza habari njema kwa watu wote. Ni mimi Baba Melo TZ. Endelea kufuatilia kwa ukaribu zaidi katika YouTube na peji zangu mafunzo mbalimbali kuhusu wokovu, na Mungu akubariki sana.